Naam, together we are continuing katika sehemu ya 6 katika riwaya yetu hii ya Kosa la Wahenga. Mtunzi ni John Wise, imeletwa kwako na kuandaliwa na msimuliaji wako wa kila siku John Mabala. Napatikana pia katika mitandao ya kijamii kama vile YouTube channel kwa jina la Mabala the Storyteller. Sehemu ya 6 inaanza kwa kumuonyesha Gao pamoja na Sewando walikuwa zizini wakamua maziwa kwa ajili ya kwenda kuuza. Lakini ghafla walishtushwa na ujio wa mzee Kinena. Ujio ule ulikuwa ni washari na wala sio waheri, kwani zile siku 5 zilizobakia zilikuwa bado hazijafika. Alipofika alikaribishwa, lakini yeye alijibu kwa shari akisema, ninapaswa kukaribishwa vizuri kama shemeji, sio mnavyonikaribisha tu. Gao alimwangalia lakini alikosa cha kujibu, akabaki mnyamanza. Mzee Kinena alizidi kuongea kwa ukali kwelikweli, na aliamua kutoa matusi na kuweza kuwalaumu, kwani alishagundua tayari wao wanataka kumdhulumu haki yake. Gao hakuwa na uamuzi wa kuchukua zaidi ya kwenda kwa mama yake kumweleza mambo yote yaliyoweza kutokea. Na mama yake alipoyaona yale mambo alifikiria sana na kuwaza nini afanye. Uamuzi aliochukua ni kumuita Nyamizi kukaa chini ili kuweza kujadili hatima ya mambo yote ni nini. Lakini ghafla mama yake alipokuwa akimuita Nyamizi, hakuna sauti iliyoweza kusikika. Ukimya ulitawala ndani. Na ndipo mama yake akagundua kwamba ndani hakuwa na mtu. Ilibidi asimame kwenda kujithibitishia. Alipofika hakuamini macho yake, kwani hakuna mtu aliyokuwepo, lakini alipata matumaini, akahisi pengine labda alidamka asubuhi kwenda kuchota maji. Matumaini yale yalikatika mara baada ya kuziona zile ndoo za kuchotea maji za kila siku zipo pale pale na hakuna moja iliyopungua. Mama yake alifikiria sana na akaanza kukagua baadhi ya vitu vya Nyamizi na hakuweza kuviona. Lakini jambo la kushangaza sio Nyamizi tu, hata wifi yake Nyanzala naye hakuwepo. Mama yake alifikiria usiku wa jana alikuwa na hasira sana Nyamizi juu ya Nyanzala. Je, wamepelekana wapi hawa watu? Baada ya kuvikosa vitu vyake, alihisi tayari kuna kitu kipo na alipata sauti kwa sauti kubwa akisema, wametoroka. Ndipo Gao alipokimbia na kufuata sauti ile ili agundue ni nini kinachoendelea. Alipofika pale aliambiwa kwamba Nyamizi pamoja na Nyanzala wametoroka. Ilibidi Gao ashtuke sana na kuanza kukagua ili aone kama baadhi ya vitu vipo. Alipokagua aliliona begi la Nyamizi na baadhi ya vitu vya Nyanzala, na ndipo alishusha pressure na kumwambia mama yake, amna kazi, hawezi wakatoroka bwana. Simuona vitu hivi hapa, ulisema uvioni, ulikuwa hujaangalia vizuri tu mama. Pengine labda atakuwa ameenda kwa mchumba wake madirisha huko, wewe unakaa unawaza kumbe wao hawana hata stress. Usijali mama. Lakini je, vipi kuhusiana na mzee Kinena? Tunafanyaje? Akili yake mama yake haikuwa pale, aliwaza tu mwanae ametoroka. Hivi nikuulize swali. Unafikiri kwa usiku ule alipokuwa na hasira, anaweza akapatana na wifi yake Nyanzala kwa usiku mmoja na asubuhi akaamua kuondoka? Hiyo kitu hakipo na kilia akilini. Mama yake sauti ile ilithibitisha kwamba yeye alikuwa na wasiwasi, lakini Gao alizidi kumwangalia mama yake na kumwambia, hapana mama, usiwe na wasiwasi. Gao uamuzi aliochukua ni kuchukua baskeli yake na kupakia maziwa tayari kuelekea sehemu iliyoitwa Bukene kwa ajili ya kuuza maziwa kama utaratibu wake wa kila siku. Alipokuwa njiani, Gao alipanda milima na kushuka mabonde. Alipita katikati ya misitu iliyojaa miti ya kijani na kushangaa sauti za ndege majira yale ya asubuhi. Lakini ghafla kwa mbali alishuhudia kundi la watu wengi wakiwa wamezunguka mti mkubwa. Alihisi pengine kuna tukio limetukia. Hakuna namna yoyote zaidi ya kusogea ili kushuhudia ni nini ambacho kimetokea. Lakini ghafla alizidi kupata mshtuko na mshangao, kwani kadri alivyokuwa akisogelea maeneo ya pale, watu walizidi kumwangalia yeye tu, na baadhi ya watu hawakuishia kumwangalia, lakini walimnyoshea vidole mbalimbali. Gao akahisi kuna kitu kinachoendelea. Alipofika karibia na eneo la tukio, maskini ya Mungu hakuamini macho yake. Ghafla alisikia sauti ya mtu mmoja ikisema, kajinyonga. Sijui amekosa nini. Amejinyonga bwana. Gao alishtuka na moyo wake ulilia pa. Alihisi ni mdogo wake aliyempenda Nyamizi kwa sababu hakuonekana nyumbani. Tayari alikuwa amejitundika. Ni majonzi gani aliyoyafikiria? Kumbuka yeye alikuwa na kidonda cha kupotelewa na baba yake, lakini kabla hajapona tayari kuna jambo alilomshtua na kumtonyesha kidonda chake cha mwanzo. Lakini ghafla alivyozidi kusogea, aliona sura kama ya Nyanzala. Na ghafla alijithibitishia kwamba ni yeye. Nyanzala, binti mrembo kwelikweli, alikuwa akining'inia katika kipande cha kamba juu ya mti mkubwa. Tayari uamuzi aliochukua ni kujinyonga. Gao alisikitika sana na alishtushwa na kile kitendo na uchungu ulimwingia, japokuwa aliozeshwa akiwa hampendi, lakini wanasema mtu mchukia akiwa hai, lakini akifa lazima utasikia uchungu.
Gao alishindwa kuvumilia na hatimaye alizimia chini. Baada ya ufahamu kumrejea, aliwaza ni nini ambacho kitachofuata. Ndipo mtu mmoja aliamua kupendekeza polisi waitwe maeneo ya pale kabla ya kwenda kuuzika ule mwili kwa ajili ya kuchukua uchunguzi, kwa sababu ile ilikuwa ni kesi kubwa. Gao aliposikia polisi wanaitwa, alishtuka sana na kuanza kuhisi pengine polisi wakija lazima yeye atakamatwa, kwa sababu yeye ndio muhanga wa kwanza wa lile tukio, kwa sababu yeye ndio mume wake Nyanzala. Aliwaza ni uamuzi gani afanye. Je, na yeye atoroke? Lakini alifikiria akitoroka hajui hatima ya mdogo wake Nyamizi alipo. Je, akitoroka atamwachaje mama yake Mwamsonge? Je, akitoroka mali zote na wajibu aliopewa na baba yake kabla ya kufariki ni nani atakaye umiliki? Ndipo mtu mmoja alitoa wazo, tutawezaje kuwaita polisi wakati hakuna aliye na simu? Ndipo mtu mmoja alikimbia kutumia basikeli ya Gao kuelekea mjini katika kituo cha polisi, na polisi baada ya muda mrefu walikuwa tayari wameshaingia eneo la tukio. Walipofika waliamua kupiga picha baadhi ya vitu walivyoona vitaweza kuwasaidia katika uchunguzi wa awali. Na muda si mrefu polisi waliondoka na kuelekea nyumbani mwa Mwamsonge kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi. Walipofika, Mwamsonge alianza kutetemeka na kuogopa, kwani aliwaogopa mapolisi, na kama unavyojua vijijini wanaogopa sana mapolisi. Mapolisi walimuuliza, mama, mume wa huyu marehemu yuko wapi? Mwamsonge alikosa cha kujibu na aliwaambiwa labda tujaribu kumtafuta, tunaweza tukamwona. Polisi walipomtafuta walimkosa, na ndipo waliamua kuchukua baadhi ya ushahidi na maneno mafupi kutoka kwa waombolezaji. Walipojaribu kutafuta walikosa, lakini uamuzi aliochukua ni kumuuliza Mwamsonge, je, anafahamu nini juu ya kifo cha Nyanzala? Mwamsonge alikosa cha kujibu, lakini alijaribu kuwaelezea baadhi tu ya sababu anazozihisi. Mwamsonge alijaribu kuwaeleza polisi akisema, ni tabia zake mbaya, pengine ndio amechukua uamuzi wa kujiua ili kuepuka fedheha. Lakini pia kuna unafiki alimfanyia wifi yake usiku wa jana. Alikuwa amekasirika sana, ana tabia ya wizi, ana tabia ya uchokozi, ana tabia ya unafiki. Nafikiri tabia zake mbaya ndio zimepelekea kuona aibu. Pengine labda ana jambo la siri ambalo alikuwa analifanya. Pengine ndio sababu iliyompelekea aweze kujinyonga. Polisi waliendelea kutafuta ushahidi lakini walikosa. Hakukuwa na namna yoyote zaidi ya kumtafuta Gao alipo, kwa sababu yeye ndiye muhanga, pengine anaweza kuwasaidia polisi sababu hasa iliyosababisha Nyanzala ajinyonge. Basi polisi waliamua marehemu azikwe kwa kuwa hakuna ushahidi zaidi ya kumkamata Gao na kumtafuta alipo, kwani hata ka ujumbe marehemu alikuwa hajakaacha na wala hakukiona chochote. Polisi walitaka waondoke, lakini polisi mmoja alitoa wazo wanawezaje akaondoka, kwani vurugu zinaweza zikatokea kwa upande wa ukweni. Walihisi kabisa baba na mama wa Nyanzala, je, wanaweza wakaanzisha vurugu na hatimaye baadhi ya amani ikakosekana. Ndipo mwili uliingizwa ndani kwa Mwamsonge, jambo ambalo lilifurahisha sana wazazi wake Nyanzala, japokuwa walikuwa wamekasirika. Baba yake Nyanzala ambaye ni mzee Kipolo na mke wake Bi Kipolo walikuwa na majonzi sana. Walifurahi kwa sababu ya ukarimu waliomfanyia mtoto wake aliyefariki, kwani walimuhifadhi katika nyumba, jambo ambalo kiutamaduni lilikuwa likubaliki, kwa sababu jamii nyingi ziliamini kwamba nyumba ambayo haijazaa mtoto pindi ambapo akifa ataoshwa vichakani kabisa na sio kumsitiri ndani. Walipokuwa wakimuosha, ghafla waliona kajikaratasi kadogo. Ndipo Bi Kipolo ambaye ni mama yake Nyanzala alikimbilia kuiwahi ile karatasi kabla mambo hayajasanuka. Alipofunua karatasi ile, aliona kichwa cha habari cha ujumbe kikisema, nakufa kwa hiari yangu. Alipojaribu kuendelea kuusoma ujumbe ule, lakini uzee wake na macho yake alikataa kutokana na umri wake kuweza kwenda sana. Ndipo mama mmoja anayefahamika kwa jina la Mama Kaundime alipoamua kuwaita polisi ili wausome ule ujumbe. Ndipo polisi waliuchukua na kuanza kuusoma kimya kimya, na kisha walichukua picha kwa ajili ya ushahidi wa upelelezi. Mabishano yalizuka kwa baadhi ya mama kuhusu kumzika marehemu. Wapo waliosema azikwe kwa ginga la moto kwa sababu alikuwa hana mtoto, lakini wengine walimtetea kwa kuwa ndio aliolewa siku si nyingi. Mwamsonge alibidi asimame kumtetea na kumwambia, huyu marehemu hana siku nyingi sana, angewezaje kupata mtoto? Tumzike kawaida tu. Lakini baadaye Mwamsonge alipomtizama vizuri wakati wanaiosha maiti ile, walishangaa tumbo lake lilikuwa ni kubwa kidogo. Walishangaa inawezekanaje tumbo la marehemu ni kubwa. Walianza kubijabinya, waligundua kuna kitu kimo ndani ya tumbo. Lakini kila mmoja alibaki kimya kwa sababu hakuna aliyekuwa na ushahidi.
Basi baada ya mabishano ya muda mrefu hakukuwa na namna. Hatimaye Nyanzala mke wake Gao walimpumzisha katika nyumba yake ya milele. Walimzika wakiwa na majonzi kwelikweli, lakini hakuna lililotambulika na kufahamika chanzo hasa cha kufa zaidi ya ule ujumbe aliosoma polisi. Kila mmoja alikuwa na hamu ya kutamani kusikia, lakini polisi walisoma kimya kimya pasipo kujua. Nyanzala alizikwa karibu na kaburi la baba yake mkwe, lakini baadaye polisi waliamua kusoma ujumbe mbele ya watu wote waliokuwepo maeneo pale. Watu walistajabu sana kile ambacho kilichosomwa na polisi na kuendelea kusikitika. Lakini Mwasonge baada ya kuyasikiliza maneno yale alibaki na mawazo asijue yalipo Gao na Nyamizi. Alitamani angekuwepo Gao yasikia yale maneno yaliyoandikwa katika barua ile yaliyoelezea sababu ya kifo cha Nyanzala, lakini hakuweza kumuona. Lakini haya yote ni makosa ya wahenga yaliyopelekea mateso kwa vijana mpaka kupelekea vifo vya baadhi ya watu. Tazama mzee Kinena ambaye alikuwa amekula ujana wake, lakini sasa hivi anataka kula tena vya vijana pamoja kwamba umri umeenda. Haya ni makosa ya wahenga. Baada ya mazishi ya Nyanzala, watu wote walianza kutawanyika mmoja baada ya mwingine. Lakini jambo la ajabu, mzee Kinena miongoni mwa waombolezaji alibaki ameshangaa na kuangalia kwa makini. Alishangaa kwani hakuweza kumuona Nyamizi. Alianza kujifikiria, ina maana katika msiba huu wote mkubwa Nyamizi asiwepo? Gao tayari ameshakwisha kupotea, asijulikane palipo. Nyamizi bado hajajulikana alipo. Lakini kumbuka Mwamsonge wamemzika Nyanzala aliyefariki kwa kujiua. Je, ni nini ambacho kitakachoendelea? Ni uamuzi gani watakaochukua polisi? Hakuna tunaloweza kulitambua zaidi ya kusubiria sehemu ya 7 ili tuweze kujua hatima ya mambo yote. Nikushukuru sana unaoendelea kunisikiliza. Endelea kutega sikio lako na kufuatilia sehemu ya 7 ambayo ni nzuri, na kumbuka tunaelekea mwisho wa simulizi yetu. Upo nami mtunzi wako na msimuliaji wako na mwandaji wako wa kila siku, niite John Mabala, kwa nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi.